Tunasema hivi, ukisema Harambee unasema fagia. Harambee unasema fagia. Harambee! Fagia! Songo! Fagia! Kiteke! Fagia! Murkomen! Fagia! Wote wafagiliwa wakwende huko. Asante sana, asante. Mbona kifagio kutoka Meru? Mbona kifagio kutoka Meru? Haya DJ. Nipatie sauti, watu yangu wako wanaboeka sana. Kabisa. Watu wetu wameboeka sana DJ. Wapatie anthem. Kei Wafuma mheshimiwa kutoka Busia kutambua. Ama namna gani watu yangu? Tuweke kamoja. Yes. Kwa president. Yeah. Weka kidole moja tu tuende. Ati Sifuna ni mtoto, tumwambie kwamba asante sana pamoja. Ya. Harambee! Unanijua? Nani? Nuru Oganga. Mimi pia ndio Sifuna, ndio? Tutamweka president. Tuachilie. Nataka niwaambie nyinyi Waluya. Unaona venye Kashabu amefunga mlima? Hapo ni nani amefunga? Wewe Songo! Wizi! Kateli! Roka! Mauaji! Faya uchinga wewe! Thank you. Ni watu wake, hakuwezi kupigia Sifuna kura kwa sababu hana pesa. Pumbavu yeye. Pumbavu. Ama ni uongo? Ni ushenzi ama si ushenzi? Mimi ninataka kuambia huyu mtu wake ambaye ako na akili ya class 2. Kalasinga! I am Absa. Yo baba, niaje? Oya, baba, yo.
Huku poster ground ni kubwa. Mnasemanga tu hakuna poster ground. Ndio hii sasa, watu wamejaa. Oya, stika. Hao wenye wako kwa njia hao sasa. Hapa kuibiwa ni sekunde moja. Ale. Tunasemaje? Edwin Sifuna. Timu nyumbani mtoto wetu Edwin Sifuna.
Wacha tuombe kwanza, wacha tuombe. Karibu na askofu. Basi shukrani kwa sababu tumekojea miaka mingi. Uwepo wa viongozi kadha wa kadha kwa haraka sana. Honorable Biketi Trans Nzoia, Honorable Jane Trans Nzoia, Honorable Kisiangani Trans Nzoia, Honorable Barbara Trans Nzoia, Honorable Edward Trans Nzoia, Honorable ni muhimu pia mjue wale viongozi wengine wako hapa ambaye si wanasiasa. Tuko na mwenyekiti wa support community ako hapa, tuko na chairman wa Batura ako hapa, tuko chairman wa Bukusu Elders iko hapa, ingawa hiyo tutaangalia mambo iko hapo. Tuko hapa nimeona huyu mmoja anafinya macho. Huyu anafinya macho, anataka kuona huyu. Asante. Hapa kuna piga makofi kwa sababu ya Kasongo, na sisi tunasema sisi ni Sifuna na sisi ni watu wa Turkana. Asante mheshimiwa, thank you very much. Harambee! Harambee! Kwa majina anaitwa Bael Arop Adila. Asante sana. Wale wamekubali kuungana na Linda Mwananchi, nione. Mimi niliona wakati ambapo hao walianza kuchezea Sifuna ya kwamba wataona matatizo hapa mbele, na wakuona mbele, waliona kutoka juzi.
na hawa watu wako kwa linda tumbo, tunawalani na tunawalani kwa sababu wameuza chama cha Raila Amolo Odinga. Wameuza ama washauza? Si wauza? Wameuza. Na huyo Raila Amolo Odinga yuko hapa, namuona Raila hapa ndani. Raila yuko hapa, Raila yuko hapa, Raila yuko hapa. Ukiona mkutano ambao kuna Sifuna hapo, ujue Raila yuko ndani. Ukiona Sifuna rali ambao ameitisha, ujue Wamalwa wa kijana yuko hapo ndani. Na ujue Muliro yuko hapo ndani. Ujue Orengo Nyatieng Kidi yuko hapo ndani. Langu ni hili. Tumeanza safari ya 2027 na lazima tujitayarishe. Unajua Kasongo hana kura popote nchi hii ya Kenya. Ama hapa kuna kura ya Kasongo? Pale kuna kura ya Kasongo? Pale kuna kura ya Kasongo? Tunajua Kasongo akishinda ni uizi. Na mara hii tunasema hakuna uizi. Tutasafiri sote Nairobi na kuingia kwa State House tukingojea kura. Hakuna Orengo kwenda kotini, ni nyinyi mtakuwa hakimu na koti kuu. Raila alikuwa na mkataba na Ruto, na hiyo akakiuka hizo mkataba kila moja. Alisema hataua watu, ameua majaua. Juzi nilienda Busia, aliua vijana 5 kwa siku moja. Alisema kwa Raila hatavunja chama ya Raila. Amevunja ama ashavunja? Si amevunja ODM. Alisema hali ya maisha, gharama ya maisha itashushwa iwe chini. Gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Iko chini ama iko juu? Na huyu Ruto ni mnafiki namba 1. Mnafiki ana sifa 3. Ni muongo na hawezi kutimiza ahadi. Ruto huyu alisema ya kwamba hii katiba ni mbaya. Akaenda Kenya nzima. Ruto went around the whole country saying that this constitution is not fit for Kenya. Lakini wakati wametangazwa kama rais, alikuwa wa kwanza kuchukua hiyo katiba kuapa ya kwamba yeye ndiye rais ya Republic of Kenya. Rais ya mama yake mimi simtambue. I don't recognize Ruto. And the whole country doesn't recognize Ruto. Na alisema ya kwamba vijana watapata kazi. Mmepata kazi kweli? Juzi walitangaza kazi katika polisi karibu 300,000 jobs, which meant that each county should get at least 10,000 jobs. Yani katika ward ungekuwa na polisi karibu 60 ama 70 ambao wamejariwa kazi. Kuna watu wamepatiwa kazi kwa polisi. Bungoma mmepata kazi? Ama kwa jeshi mmepata kazi? Mmepata loni ama yasha imefanya kazi? Sasa dawa ya Ruto nikupeleka yeye? Dawa nikupeleka yeye? Wapi huko? Na mimi nataka nianze kwamba mimi nilianza kazi hapa Kitale na Bungoma na Muliro, nikafanya na Wamalwa, sasa nafanya na Sifuna. I have to tell you, we are going to walk this journey together. Together we are going to win. Tunatembea pamoja.
tunatembea pamoja. Joy, 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 joy. Asante sana mheshimiwa gavana. Sasa mimi nataka kuleta Sifuna, si ndio? Na mimi nimeambia Sifuna omwana la mala kake sitoba mulonga. Kama oya isya. Kaka kupa Mungu baya mayi wewe. Kuvuga banyo. Kuvuga banyo sio? Oyo ndo mambo longe. Sakeroje matao ndani ndo komando ndo. Sasa dunia ni walete rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Sifuna. Asante DJ Spider, asante viongozi, mnaweza kuketi chini. Bungoma oye! Bungoma oye! Mose baba keti chini, kuna swali nataka kuuliza hapa, mnaniona vizuri? Katikati mnaniona vizuri? Pale juu Asikwana House mnaniona vizuri? Pale mnaniona vizuri? Hapa mnaniona vizuri? Na hapa je, juu ya mitambo mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Kwa wale ambao hawajui historia yangu, mimi nimeanza siasa zangu kwa hii kiwanja. Kuna wakati ambapo nimejaribu kuwa mbunge wa Kanduyi. Hawa jamaa wa Kanduyi wakaniambia, wewe Sifuna, tutakutuma Nairobi. Nikajikuta nimekuwa seneta wa Nairobi, nikapata baba Raila Amolo Odinga akanipatia majina mengine. Nilikuwa naitwa katibu mkuu wa chama cha ODM, nilikuwa naitwa naibu kiranja wa walio wachache. Lakini nyinyi watu wa Western mnajua, baba akikufa unasikia mtu amehepa na mjane, wameingia wameuza ng'ombe zake, wameingia kwa store wameuza mahindi ya watoto. Wale nzige waliingia ndani ya chama cha ODM, wameninyang'anya mataji yote ambayo baba Raila Amolo Odinga aliniwachia. Lakini kwa sababu naamini Mungu mmoja aliye juu aliyenitoa hapa kufika nafasi ambaye niko ndani, najua chini ya miezi 12 yote yaliyoliwa na nzige nitarejeshewa. Kwa jina la Yesu natumaini watu wa Bungoma mnajua kina nzige ni nani. Ninyi mnajua nzige ni kina nani? Nani walininyang'anya vitu yangu? Mnawajua. Sasa mimi nataka niwape moyo watu wa Bungoma. Walisema hapa Bungoma ati sijui ni ngome ya nani. Walisema ni ngome ya nani? Mimi nataka niwaulize, kwa sababu tumetembea Kenya mzima, tumeweka kikosi pamoja, kikosi moja hatari sana. Mlinituma kule, nimeenda mpaka kule Taita Taveta. Natembea na kijana mdogo sana anaitwa Mwashako, mbunge wa Ungani. Taita Taveta hakuna kura ya William Ruto. Mumeniona niko na Mheshimiwa James Orengo na Mheshimiwa Babu Owino. Tulikuwa na Babu Owino Kisumu na James Orengo, kule hakuna kura ya Kasongo. Tumeenda Umasaini, mlituona hakutuona. Mliniona Narok, mliniona Kitengela, huko hakuna kura ya Kasongo.
Nimeenda huko Makueni, nimetafuta mheshimiwa Kimini ambaye ni mbunge wa Kaiti, amenitembeza huko. Hakuna kura ya Kasongo Ukambani, pamoja na mheshimiwa Patrick Mavoko wa Makueni yuko hapa, atawaambia hakuna kura ya Kasongo kule Mavoko. Nimewaletea mpaka yule ambaye alikuwa gavana wa Meru, mheshimiwa Kawira Mwangaza, na yeye pia Nzige walimfikia, yuko hapa, atawaambia Meru hakuna kura ya Kasongo. Tumeenda Nakuru, tumeenda sehemu nyingi katika taifa hili letu la Kenya. Niko na ripoti yenu watu wa Bungoma, hakuna kura ya Kasongo mahali popote. Kuna wakora wachache wanatoka hapa Bungoma, wanakuja Nairobi, wanaambia Ruto ati kura yake iko hapa Bungoma. Bana wewe mulembe mulambo nanga bulayi wenye lembarebe musakanga likangani omwana weyo nyala kuba balingiye yesi ali kuitebe bala mwana ekura undu aje. Mumesikia vile mheshimiwa anatembea, amewaambia hii kitu imeiva ama haijaiva, imeiva haijaiva. Sasa Kenya mzima inangojea wasikie watu wa Bungoma mnasemaje. Nataka leo, ngoja tu, nataka leo mseme mpaka ifike mpaka Kabuchai, mahali huyo jamaa yuko, ndio atapigia simu Ruto amwambie nikubali. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Hapa kuna kura ya Kasongo, hapa kuna kura ya Kasongo. Nataka niseme hapa Bungoma, mimi sina deni yenu, nyinyi ndio mko na deni yangu, kwa sababu tangu nianze siasa umesimama na mimi wakati huu wote ambao nimekuwa mwanasiasa. Ona kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tumejipata katika nafasi hii. Mliniliwa kama katibu wa chama cha ODM. Hakuna mtu ambaye alitarajia kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi nilikuwa pale kufanya kazi kumsaidia mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kuwa rais wa nchi hii. Sasa wale ambao hawajui, siku ile baba amekufa, tulikuwa tumepanga mkutano kule Kajiado. Nikapata message, nimeambiwa Amolo ametuacha. Ili nikunja moyo sana, tunafunga mkutano wa Kajiado. Sisi wote tukaenda kwa mama Aida Odinga, tukangojea Uhuru, alikuwa anatoka Kisumu, akakuja, tukapelekwa pale State House. Kufika State House, mnajua mimi nilifikiria Uhuru ndiye atatangaza kwa taifa kwamba baba ametuacha as the head of the Amolo family or the Odinga family. Nikafika pale wakaniambia mambo ya state protocol, ati Kasongo ndio anatangaza kifo ya baba. Ili niuma sana, ili nivunja moyo, kwa sababu miaka yote Kasongo amekuwa akijaribu kumwangamiza baba Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na yeye baba mwaka 2023 tukipigana mambo ya unga. Nani alikuwa anapiga baba tia gas kule Ndakazi sana? Sini Kasongo. Raila anajifanya ati yeye alikuwa rafiki wa karibu kwa baba Raila Amolo Odinga. Wakati mimi bado nimejaa na majonzi, naambiwa Sifuna, leta passport yako, wewe ndio unaenda kuleta huyo rafiki yako mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga. Nimejikuta kwa ndege na watu ambao ni Nzige, wale ambao walikuwa wanamwandama baba Raila Amolo Odinga wakati huu wote. Ndio mliona nilikuwa nalia machozi kwa hiyo ndege, kwa sababu nikiangalia mimi sioni marafiki wa baba Raila Amolo Odinga. Siku gani Murkomen alikuwa rafiki wa baba Raila Amolo Odinga? Siku gani? Sasa yeye ndiye anaenda kuleta mwili. Bwana, watu wetu, wacha niwaambie tu, kama sijawahi lia kwa maisha yangu, hiyo ndege nililia sawa sawa. Tukafika Mumbai, tukaleta baba yetu, mimi kushuka, nasikia wakora tayari wameandaa mkutano wa chama, ati wamemweka Uhuru, yeye ndio party leader wa chama cha ODM. Wakati huo sheria ya chama cha ODM iko pale na manaibu watatu wa baba Raila Amolo Odinga, akiwemo mheshimiwa Osoti, mheshimiwa Abdul Swamad na mheshimiwa Simba Arati, governor wa Kisii. Matarajio ya wanachama wa ODM ilikuwa kwamba hao watatu waketi waseme, wewe unaweza kufanya mwezi mmoja, mimi nifanye hiyo ingine, alafu nini tufanye uchaguzi. Tumejaribu kupambana. Katika mazishi ya baba nilitoa ahadi, mimi sitokuwa mwenye kuvunja chama cha baba Raila Amolo Odinga. Nikisimama hapa Bungoma, I am very proud kwa sababu I kept my promise to my boss. Ni wao wamenifukuza mimi, sio mimi nimevunja chama cha ODM.
Sasa ni dhahiri kwamba hawa watu wameuzia chama Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo nataka niombe ruhusa yenu hapa Bungoma leo. Nataka niombe ruhusa yenu hapa Bungoma. Wale wote ambao mlikuwa mnaamini chama cha ODM, simturuhusu tutafute njia nyingine. Tuko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, watakikuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama. Bungoma oye! Bungoma oye! Matatizo yangu yote ndani ya chama cha ODM yalianza wakati niliposema sera za chama cha ODM haziambatani na sera za chama cha UDA. Hatufanani na William Ruto, hata ukiniangalia mapua yangu na yake. Je, mnaona tunafanana kabisa? Hii masikio inakaa kama ile yake. Sera zetu hazifanani. Maanake chama cha ODM kimejengwa juu ya misingi ya kulinda haki za kibinadamu, kulinda demokrasia, lakini unataka kuniambia ati mimi Sifuna naweza kufanya kazi na mtu ambaye anaweza piga tia gas ndani ya kanisa? Haiwezekani. Siwezi kufanya kazi na mtu ambaye anasema vijana wapigwe risasi kwa mguu. Mimi hiyo siwezi kufanya. Siwezi kufanya kazi na mtu ambaye anaibia wananchi wa kawaida, alafu anakuja hapa anawadanganya na vitu ya empowerment, anawaletea pesa wakati amewawekea ushuru. Nataka nishukuru viongozi hapa wa Bungoma hawa. Viongozi wa Bungoma wakianza na Jack Wamboka na Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, hawa ni viongozi wa kweli hapa Bungoma kwa sababu wakati Kasongo amenunua bunge nzima ati wapitishe finance bill, hawa wanaume wawili walisimama na nyinyi. Na mimi najua tukilinda mwananchi, mwananchi atatulinda, si ndio? Hawa wapigiwe kura, wasipigiwe kura, wapigiwe, wasipigiwe. Nataka kwa njia spesheli nimshukuru gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa Komando George Natembeya. Unajua hawa watu walikuwa wanafikiria ati mimi na Komando tutagombana. Kujua tunaweza toa timu moja ya kutoka jamii yetu hii tupambane na huyu Kasongo. Mheshimiwa Komando, mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya wananchi wetu hawa, tukiwa hapa nyumbani kwetu, nataka niseme asante sana kwa sababu ya wewe kusema utaweka kando azma yako ya kuwa rais, ukasema utasupport mtoto wenu Mheshimiwa Sifuna, kwa sababu akiingia hata na wewe umeingia. Sio kwa sababu mimi ati ni mzuri mshida Komando, hawezi kuwa rais, lakini amesema ndio tumalize ile kasumba ya kuvurugana hapa Western, turangizie mmoja na akiingia sisi wote tumeingia. Pigia makofi Mheshimiwa Komando. Niendelee nisiendelee? Sasa vile nimewaambia, tumetembea na hii kikosi mzima hapa. Kusema ukweli, Ruto hana njia ya kurudi ndani ya State House. Hana njia. Na nyinyi nataka mkae ngumu, mkae ngangari, mfuate ule mfano ambao uliwekwa na ndugu zetu wa Kapchai, mfuate na ule mfano ambao umewekwa na ndugu zetu wa Olkalao, ya kwamba kila mtu ajue kwamba ni haki yake kupata maendeleo. For as long as unalipa ushuru, kujengewa barabara ilizota fedha, na sisi kupigia mtu makofi kwa kufanya kazi yake. Lakini William Ruto, watu wa Bungoma wamesema ni kuambie kabla uchaguzi wa 2027 pia wanakudai mitungi ya gasi. Mitungi isifike, wanakudai viatu vile ambavyo ulipeana huko Olkalao. Wanataka utuletee meli zetu. Moja tutaweka hapa Khalaba, nyingine tuweke Kitinga. Tuangaliange tu ikizunguka, lakini meli ni yetu. Hawa namna gani? Tunasikia ulifungia kila mtu transformer kule Olkalao. Hata sisi saa hii hatutaki kugawana transformer.
nipate yangu, natembea yake, hao wote, kila mtu apate transformer yake. Kumbe Wakenya, hii vitu iko tu, wanajaribu kutuambia maendeleo haiwezekani, kumbe inawezekana. Wanataka kutumia hiyo maendeleo kama ile inaitwa nini, mahindi ya kurushia kuku, ati tuwapatie kura. Mfano ile kitu watu wa Olkalau walifanya, si ndio? Wakati wanasema pesa ikuliwe, lakini kura tutapiga mahali ambapo tunataka. Mimi nataka nikamilishe kwa kusema, nimekuwa hapa Western, tulianza kule Busia, wamekubali. Tumeenda Kakamega, wamekubali. Tumeenda Vihiga, wamekubali. Unajua wamengoja kina nani? Bali ndilidano. Enywe. Bali mbele mwana. Munatembea na sisi. Munanichosha. Hii ni moto ya Masakari. Ni ya magazeti. Nitageuka nikute umehepa. Tuende mpaka mbele. Tuende mpaka kwa debe. Tukutane na huyu mtu mule. Asante DJ. Tumeondoka na DJ, tukaondoka na wananchi, tukaondoka na kila kitu. Mungu wako pande yetu. Asante sana DJ. Jambo la mwisho, mimi nataka muamini kwamba safari hii tunaweza kuifanikisha. Walisema hatuna pesa. Leo tumetoka Kitale, tumefika Kiminini. Leta hiyo debe ya hiyo pesa. Moja kwanza, kuna debe ya pesa tumepewa na wananchi wa Bungoma. Nataka muone vile imejaa maviti kwa vile matendo. Munaona hii debe iko na pesa ya watu wa Kiminini, iko na pesa ya watu wa Kamukuywa, iko na pesa ya watu ya Kimilili. Wamesema Sifuna tutakuwekea mafuta ya kutembea Kenya mzima. Ndio imejaa hajajaa. Unaona vile imejaa, na wengine wanazidi kutuka kwenye tepi yetu. Asanteni sana, kwa sababu watu wa Bungoma, nimeona pesa yenu kwa hii David, nimeona hiyo pesa kwa kweli. Nataka muamini kwamba ni vizuri ama ni afadhali kiongozi akuwe na deni ya wananchi milioni 10 kushinda akuwe na deni ya Atoni ati atamekea mimi bilioni 1, alafu ndio akuwa anakuja State House kila siku kukunywa chai hapo asubuhi. Hiyo kazi ya kufanya, si ndio? Tutaendesha kampeni yetu kwa msukumo wa wananchi, na nawahakikishia kwamba tukiingia pale, hata nikipunguza bei ya mafuta na shilingi 10, nimesharudisha bei yenu, si ndio? Nitakuwa nishalipa. Haya, asante sana. Nikiweza kutoa hii housing levy ambayo inanyota wananchi, nitakuwa nimelipa deni yenu. Kwa hivyo nataka muamini kwamba Mungu yuko kwenye hii safari, na for as long as nyinyi wananchi mtasimama nyuma yetu, sisi hatutawaangusha. Asanteni sana na Mungu awabariki Bungoma. I will always be your son and I will make you proud. Thank you very much and God bless you. Mheshimiwa Natembea, endelea. Harambee. Mheshimiwa Ososi kuja. Mheshimiwa Ososi, kati ya wale ambao walianzisha Linda Mwananchi, Senata wa Vihiga, incoming governor wa Vihiga, Mheshimiwa Ososi. Huyo anabebwa hii. Huyo anatafakari kile kile kanzo. Haya, sasa mimi kwa ufupi
ambayo tuko nayo na Mheshimiwa Sifuna. Nataka munisikize vizuri. Tulianzia pale Kakamega, ile hoteli inaitwa Gold Hotel, ambapo baba miezi 3 kabla afariki alikuja pale kwa mkutano ya chama cha ODM, na pale walikuwa wamepangia Sifuna njama, walikuwa wamepanga njama ya kumpigia kelele Sifuna, lakini kufika pale wakati Sifuna alisimama kuongea, badala ya kupigia haya na msianze kutoka Sifuna wako hapa, ende atafunga hii mkutano. Babu anakuja, ngoja sasa. Sikiza, mimi ndio nitaita babu, nitamuita sawa sawa. Sasa munisikize, mimi ndio nashindana na Sifuna. Nasema kwamba hapo ndio sasa baba alisema msemaji wa chama cha ODM ni Sifuna. Mheshimiwa gavana wa Kisumu ambaye ni mzee tunaheshimu kama Orengo hapa, akasema kwamba Sifuna is the future leader of this country. Mnaona hiyo muoni? Si mnaona? Na tumeenda hivyo mkutano wetu ya kwanza kule Busia, wakasema sisi ni moto wa karatasi. Hiyo moto ya karatasi imeanza kuwachoma. Ndio unaona Kasongo ameogopa. Mpaka ameogopa, ametuma sasa wazee watembee hapa na pesa. Ndio wazee mnawajua ati wanatembea na pesa wakisema wanafanya empowerment. Watu wa Bungoma na watu wa Western